Rashid. Kikweli bye, nishaingia duniani, kwa mwanadamu kabisa, mali zangu nisahau kila kitu cha dunia. Mdogo wangu, muda wote ulikuwa wapi? Yaani unarudi saa hizi tangia asubuhi. Unanijilia hapa nyumbani sasa hivi saa 10. Ulikuwa wapi? Nilikuwa tuition, mwalimu ametuchelewesha. Sijapita sehemu yoyote. Mdogo wangu, muda wote huo wakati mbona kila siku unawahi? Leo ndo umechelewa. Leo mwalimu ndo kawachelewesha. Ama kweli dada, sijapita sehemu yoyote. Hebu pita uingie ndani haraka, maana naona ukika hapa utaendelea kuchukua tu akili yako. Hapa ni kipi? Na wakati mimi najua hali yangu, mimi nilikuwa niko mkule mwaroni nataka kujogea, ndio najikuta leo nimefika hapa. Na huko nimefika sikaje na nguo nimevaa hivi na kule nilikuwa nimevaa nguo ndani. Mimi nina sababu zangu za msingi leo kukuleta hapa. Na mimi unajua nimekuleta letaje? Hapo wewe unafika hapa. Kosi shangae. Lazima nishangae. Hayo yote tisa tuachane nayo. Sababu ya msingi ni kwamba nataka nikukabidhi mali zangu. Duka ikiwa pamoja na nyumba. Na kipi kinachokufanya unikabidhi hivi vitu? Nimeona wewe ni kijana ambao unanifaa katika kazi. Maana najua wewe ni kijana maskini sana. Kwa hiyo nataka nikupe utajiri. Kwa kuna hayo unaweza. Kubali uwe salama, ukatae uwe hatiani. Yaani kata tena ni hatiani tena? Ndio. Na wakati mimi sijaja hapa kwa kujileta mimi mwenyewe. Wewe ndio umenivuta kuja huko. Sikia, fikiria. Ukinihitaji utakuja kama ulivyokuja leo ziwani ukanaga kwenye maji. Utakuwa tayari kufanya kazi yangu. Haya, labda ngoja mimi kwanza nikajifikiria. Naondoka. Na umesema utanipa nini? Nitakupa hili duka pamoja na nyumba. Uvimiliki wewe bila masharti yoyote. Masharti tumalize kwanza hili, niwe kukubali tu. Haya, mimi nataka nirudi nilikotoka. Usijali, utarudi. Bora nijiende nyumbani kwanza.
Shakuwa na magogo. Ni magogo ndio nimesha. Kwa hivi. Sina huyu mwanamke atakuwa ameenda wapi? Nimefikiri labda amekuja shambani, kumbe hata shambani hayupo.